Tatibu. Jikaze kufika hapo nje tuite taxi. Tatibu. Jikaze basi. Twende usikae. Sikiza, jikaze tufike hapo nje tuite taxi twende hospitali. Uchungu umepoa. Uchungu umepoa. Mbona sikuelewi? Chungu umekata mlango. Yaani inakuwaje yani? Kwa sababu sijawahi kuona kitendo cha namna hii. Kwamba mtu anapata uchungu alafu baadaye unakata. Yaani unamaanisha kwamba siku hazijafika au? Sio kwamba siku hazijafika. Ila mimi mwenyewe sielewi. Maana tumbo limekuwa ghafla. Mke wangu sijali. Huenda labda ilikuwa tu ni changamoto ya tumbo tu kwa muda mfupi, lakini usina wasiwasi. Mimi na imani muda ukifika utakwenda kujifungua salama. Hata hivyo mume wangu nina mawazo sana. Ya nini tena? Maana tumbo likia hapo ushaanza kujitabiria mabaya hapo. Hebu achana nayo bwana. Kwanza hebu relax, unajua? Oh yeah. Oh yeah. Nini sasa? Usinisogee, utakosana. Tutakosana nakwambia. Wewe vipi? Huko. Wewe, mimi sitokagi na watu weusi. Haki ya Mungu kabisa nakwambia, sitokagi na watu weusi. Tutakosana. Usiniguse wewe vipi? Wewe vipi? Nishakwambia utamanishi una lolote. Alafu mimi nisikilize. Uelewi au? Unielewi? Nisikie. Nisikilize nikwambie kitu. Mimi tumecheza mchezo tu ili umfurahishe mama yako. Na sio kufanya hivi unachokitaka. Si umenielewa? Lakini hata mama. Tulia wewe mshenzi, usiniguse kwanza, nakudai 80,000 na utaki kunilipa. Wewe una shida gani wewe? Lakini kuhusu pesa usijali, mimi nitakulipa pesa yote unayohitaji. Mimi nakulipa milioni 5. Yaani tangia tumeanza mchezo hujanilipa hata 100, uje unilipe sasa hivi. Mwisho wa game. Wewe vipi? Wewe ni mshamba. Usiniguse. Shenzi. Kumbe huyo bibi anatufanyia masihara Hiki ndicho kitu alichomwambia mwanae. Akija kula kilingeni anajitamba sana. Sasa ni zamu yangu kumuonyesha kwa mimi ndo milembe. Yaani hichi kitendo kimenikera sana. Lazima nikifikishe kwa mkuu. Kimenikera sana. Huyu jamaa hivi anashindwa kula malio. Na sisi tuende tukaone nyama. Mbona anaicholesha sana nyama yake? Wafanya ujinga gani huo? Hili lazima lifike kwa mkuu. Na Binyamala lazima atalipia. Piga wewe. Shenzi. Wewe niache. Mapenzi ya mkataba hayafai. Dunia imebadilika sana. Watu wanafiki mapenzi. Mapenzi hawana muda. Mapenzi ya mikataba. Sijui kwa nini dunia imebadilika. Yani siamini mambo yalivyoharibika. No hakuna. Karibu. Karibu mzee. Karibu sana. Habari za sasa? Salama kwa sababu. Marhaba mnyangu. Salama. Salama. Shema kabisa. Karibu. Baba, habari za Salama shikamoo. Marhaba mnyangu. Sijapo karibu. Mnyangu baba. Asante. Karibuni sana. Asante sana.
Karibu. Abel. Ungeandalia wageni na wote vinywaji. Sawa. Baba, ngoja niwaandalie vinywaji. Ma, hatuhitaji kinywaji chochote. Tofauti na utambulisho niliyokuja nao. Bwana Shemeji. Ndio. Kama tulivyoongea, nadhani muda wa kukaa na dada yako umekwisha. Na nikaona ni vyema nimlete dada yako huja hapa. Hivyo mambo mengine na mkataba ambao tumeandika vyote nimekuja navyo. Bwana Shemeji, unaposema kwamba mkataba wa kuishi na mdogo wangu umemalizika, na nikimtazama sasa hivi ni mjamzito, tena ni mimba kubwa ya kuelekea kujifungua. Je, kwa wakati huu ni nani ataendelea kuhudumia hii mimba mpaka pale atakapojifungua? Bwana Shemeji, wewe si nikakake na mkataba wangu mimi umefika mwisho. Sina kingine cha kuzungumza. Huyu si mdogo wako, na kitu gani ambacho wewe ukielewi hapa? Mkataba wangu umefika mwisho. Maandishi tuoko tumeandika umefika mwisho. Na karatasi hii hapa nimekuja na kupatia. Tumefika mwisho mimi na dada yako. Sawa la. Mimi siko mbali sana na wewe Bwana Shemeji. Lakini huwezi ukamwacha mtu kwenye hali hii. Bwana Shemeji, kuwa muelewa. Lakini mume wangu. Lakini nini? Sikiliza kwanza kakaangu. Usinitelekeze na ujauzito, kaka hawezi jamani. Msikilize mume wangu jamani. Si kakako huyo hapa. Sio kwa kwenu. Usinisumbue. Pumbavu. Unaona maanisha mimi ndio nikulelee mimba yako, si ndio? Kwenda huko. Baba. Huyu ndio binti yangu. Ndio sawa. Kuanzia sasa hivi ndio mkeo. Oh wow. Nashukuru kwa kufanya. Bwana Shemeji, ina maana ulimwacha dadangu huyu muone wangu, si ndio? Wewe bro, unanifahamu mimi wewe? Nakuuliza, ulimwacha dadangu tuishi na mkao. Sikia, wewe unajua nini? Unajua nini wewe? Hapa ni nyumbani kwangu. Uwezo kufanya kitu chochote, unakuja kunaibisha. Sikia. Mimi nasema wewe. Tafadhali, naomba tuheshimiane bro. Naomba tuheshimiane bro. Nitakufanya kitu kibaya. Tuheshimiane. Hai, sikilize. Mbona unanivunjia heshima sana? Nyumbani kwangu unaletea mwanaume wa kuja kumchukua mke wangu. Mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Mimi na wewe tulimalizana. Na ulinipa mwaka mmoja. Hata kama uweze ukamleta nyumbani kwangu, hapa ni kwangu mzee. Nyumbani kwangu. Hiki kitu kinasema kile kwa mzee. Haipo mwanangu. Huyu ndio mmeo, unaweza kuongozana naye. Aende wapi? Baba, sitaki badilika baba. Wapi? Unapeleka wapi? Wapi? Bro, sikiliza. Wewe tunaheshimiana. Tunataka kulivunjia heshima wewe. Mzee. Mbona unanivunjia heshima sana mzee wangu? Hiki kitu unachokifanya hapa. Unaenda kwambia hata Mwenyezi Mungu hawezi kupendezwa nacho. Kama mtoto mdogo, mtoto mchanga sana huyu. Hii ni damu yako mzee. Uweze kufanya hivyo. Wewe usinisumbue. Nitaweza kukufanya mbaya. Ule mkataba wa miaka 10 sikuona chochote, niliona ni bora uondoke. Asa najilaumu, bora ningeweka subira, leo nisingejilaumu. Chuma nimebaki na mtoto, mama upo mbali na yeye. Mapenzi ya mkataba hayafai, hayafai. Wameanza kuniingilia kwenye mifugo yangu. Kumbe hawanijui, wanacheza na moto. Mimi ni fire.
Mkuu, taarifa kutoka kwa Binyamalwa. Yule mzee anatuchezea sisi. Yule kijana na yule binti hakuna lolote wanalofanya. Binyamalwa anatuona sisi ni wajinga sana. Aha. Kumbe Binyamalwa ananiona kama vile mimi chali cha mende. Sasa nasema hivi. Nitamuonyesha. Lakini mkuu, kuhusu Binyamalwa, wewe niachie tu mimi. Yule Binyamalwa haniwezi chochote. Binti yangu, utaweza? Ndio. Wewe bado. Kuna vitu ambavyo bado sijakupa. Kwa hiyo, najua unatamani sana kukutana naye. Lakini niachie mimi hiyo kazi nitamalizana naye. Lakini mkuu, ungeniachia hata dakika 5 nikamuonesha yule Binyamalwa. Kwa nini atuchelewesha sisi nyama? Najua unatamani sana. Milembe. Ndio mkuu. Najua. Niachie hiyo kazi. Sawa. Umenielewa? Ndio mkuu. Waweza kwenda. Nimeleta gauni hili na kazi yani nimechoka. Cheki dirika uchafuka. Hivi mke wangu, nitafua hizi nguo mpaka lini? Miaka 5 sasa. Nafua nguo zako, nafua nguo zangu, nafua nguo zako, nafua nguo zangu. Nakosa hata muda wa kwenda kazini. Hivi au nihurumii? Haya, kama niyo mimba gani ya miaka 5? Kwani mimi mume wangu napenda kukaa kwenye hii hali? Unapokuwa unanilalamikia hivyo kweli? Mimi mwenyewe sipendi kukaa kwenye hii hali, ila nitafanyeje? Sio kwamba mimi labda na kusimanga au labda vipi. Sawa? Mimi mwenyewe nachoka. Mimba miaka 5 haizaliwi. Ni mimba gani hiyo? Au labda kuna matatizo kwenye familia yenu labda sasa nijue. Mume wangu, wewe ni mwanaume. Fanya juhudi nyingine. Nataka njia nyingine mbadala mume wangu. Sio kubaki unanilalamikia. Sasa nisikilize kwa makini, sawa? Nisikilize kwa makini. Mimi ninachokifanya hapa na kuchukua na kurudisha kwenu. Sawa? Utakapojifungua ndio urudi hapa. Tofauti na hapo, mimi na wewe basi. Na mangu yako fua mwenyewe. Jambo. Karibu jambo. Asante. Shikamoo mjomba. Marahaba. Nyakilo. Ndio mjomba. Ina maana ulienda shule? Ndio nilienda. Na mtoto? Nilienda naye lakini mwalimu amenigombeza sana. Akaniambia nisirudie tena kwenda na mtoto shule. Na si sawa kabisa mwanafunzi kwenda na mtoto shuleni. Na ndio maana mimi sikutaka siku ya leo uende. Lakini ilinibidi niende. Kwa maana leo ilikuwa ni siku ya mitihani. Lakini sio kosa lako. Hilo ni kosa langu mimi. Mjomba, mimi nilikuwa naona tu uzidi kupambana na swala kumrudisha na mjomba. Kwa maana sasa ni zaidi ya wafanyakazi 3 waliowahi kuja humu ndani. Lakini yote mtoto hajafikiana nao kabisa. So, mimi nilikuwa naona tu uzidi kupambana. Ni kweli kabisa. Lakini napambana sana kumrudisha mjomba wako hapa nyumbani. Ila kadri siku inavyozidi kwenda mbele, nakutana mtihani migumu sana ya kumrudisha mjomba wako. Ila nakuahidi nitafanya kila kinachowezekana ili arudi hapa nyumbani. Nisije nikakatisha masomo yako. Sawa mjomba, mimi nakuamini wewe tu. Sawa, mtoto yuko wapi? Yupo mjomba. Sawa.